Gani Miraji? Kidogo tuwapeni nafasi. Kusini? Kusini eh? Tunduru sio kusini? Miao. Kwa hiyo kituo Jemedari, kituo wewe? Kituo Jemedari na mpita pale Jemedari. Mimi nasogea mbele kidogo. Wali kidogo kutoka huko. Njoo Kubaraka. Sasa kama kituo Jemedari, kituo wewe. Ndio. Basi tusaidie wewe swali la Juma hayo. Faida zake ni nini? Faida zake. Kwa hiyo si ndio? Mbona poitikia? Faida za tamasha. Faida za tamasha. Kwani umeenda kwa hiyo? Njoo sauti hizo faida. Umesema Juma hayo? Si ndio swali la faida? Sasa njoo faida za tamasha. Ndio maana nikakwambia kwa hiyo ninayo mengi. Kwa hiyo mengi sana. Basi tujie faida za tamasha kwanza. Tamasha. Basi sawa, haina shida. Kaa pale. Kaa hapa. Kaa hapa unajua kuna kitu unaongeza kidogo. Si unajua kikaa na wakubwa kidogo na wewe unakuwa mkubwa. Kule kuna mnaga wakubwa kama mimi yani. Kule kuna wazee. Kule anza tamasha, tutaongea. Cha kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu ndugu zangu, mimi ni mzima wa afya. Cha pili nakupongezeni sana waandishi wa habari, mnafanya kazi kubwa sana. Tumaini letu ni nyinyi. Nyinyi ndio mtalipa ukubwa ili tamasha na nyinyi ndio mtalipa udogo ili tamasha. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu akujalieni afya njema. Amin. Tunahitaji mengi sana kutoka kwenu. Kitu cha pili namshukuru Clement Mzinze kwa nafasi aliyonipa, kwa sababu ni mchezaji mkubwa sana Afrika na nje Afrika. Nitakuwepo kwenye kampeni na hapa tumeanza kufungua kampeni zetu. Na kwenye tamasha nitakuwepo. Najua kuna wachezaji wakubwa sana watakuwepo kwenye hilo tamasha. Kiukweli mimi nitakuwepo upande wa Clement Mzinze, wala nisiwe muongo. Oscar utanisamee ndugu yangu. Mimi napenda kucheza na Chama, napenda kucheza na Buba, napenda kucheza na Waziri Junior Shontembo, napenda kucheza na Captain Bakari Nondo Mwamnyeto. Golini akiwepo Metacha. Tutamweka Metacha. Ali. Angalia. Ali. Fikiri ya dunia. Tutamweka Metacha. Golini? Ataanza. Clement utaletea Metacha. Huko pia awepo. Nani? Si Metacha goli hili? Na huko pia awepo. Nani sasa simtaje jina? Si ule zikipigwa mbali imo? Mwanangu Kobisi. Atakuwepo kwa Oscar. Atakuwepo kwa Oscar. Metacha atakuwepo kwangu mimi. Bila shaka na mimi nitaanza fullback. Kama jeshi fullback namba 2. Okay. Winga moja, winga yangu nitamkabia Buba. Naomba Ali uniletee Buba. Jeshi afubwa mbele. Yani mimi naenda kama jeshi yao. Mimi naanza jeshi anaanzia benchi. Ila winga yangu wa mbele wangu nataka awe Buba. Namba 7 yako. Sawa. Nataka niambie ule usongo na uvaaji. Utaenjoy kaka. Utaenjoy. Nataka nimuone live kama wewe. Utaenjoy kaka. Sawa. Kwa hiyo pande mbio utazipata. Sawa. Kwa hiyo watu wa Iringa naomba watupokee. Iringa vijijini wajitokeze sana kwenye tamasha. Iringa mjini wajitokeze sana. Watu wa Mbeya, watu wa Morogoro na mikoa tofauti ya jirani na Iringa, naomba watu wajitokeze sana. Tunahitaji hili jambo liwe kubwa sana, naomba liwe kubwa sana. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi nina mengi sana ya kuongea, lakini kitu ambacho ninachofurahi ndugu yangu Clement Mzinze kwa kunihitaji Miraji mara moja, ndugu yangu hapa Alikamwe kwa kutoa support kubwa Miraji mara moja lazima awepo. Nakushukuru sana ndugu yangu. Ila ombi langu naomba nifikishie kwa Buba, mwambie mimi ndo mshabiki wake namba 1 kuliko sisi tuliomleta, kuliko nyinyi mlomleta, kwa sababu kama mngekuwa mnamhitaji Buba angekuwa anacheza sasa hivi, lakini Buba acheze. Anacheza 11. Sawa, anacheza 11. Buba atakuwa 12 jukwaani. Ushamaliza? Bado sijamaliza. Basi na kwenye kikosi chetu sisi Mzinze kidogo kuna kodi kaificha. Tuna wachezaji wengi sana ambao ni wakubwa na wamefanya mengi Afrika. Kwenye kikosi chetu vile atakuwepo Chama. Bila shaka mnajua kitu alichokifanya sasa hivi Chama. Ni mchezaji ambaye kafunga goli la dunia. Kwa hiyo tutakuwa tuna magoli mawili. Tuna goli bora la Afrika alofunga Clement Mzinze ni mzawa. Hilo ilipo wazi.
haipingiki. Alafu tuna goli la dunia kafunga mwamba Lusaka Chama. Hao wachezaji wote nitakuwa nao mimi kwenye kikosi kimoja. Endelea. Alafu tuna mchezaji namba 1 aliyofunga goli 3 kwenye mashindano ya CRDB, Buba Jamel. Tutakuwa naye kwenye kikosi chetu sisi. Huku nyuma tuna Bakari Nondo Mwamnyeto. Ni mchezaji ambaye aliyofunga goli namba 2. La kwanza la Chama, la pili la Bakari Nondo Mwamnyeto. Lazima upate upinzani ili uwe bora. Tutakuwa naye kwenye kikosi chetu. Kwa hiyo wanailinga, hii kazi ulioitwa hapa yako ushapewa? Sasa unalipwa vipi wakati sisi tunapeleka kwa watu wenye mahitaji? Yani wewe kama mhamasishaji ushapewa lako au umejitolea tu? Mimi kwa respect ya Mzinze lazima nijivunie. Nafasi yako unaona kabisa yani. Kwenye basi. Naona kabisa kwenye basi. Naona yani. Shakuwa na changamoto. Sasa mimi kama nitapanda basi, naomba na Mzinze naye apande basi. Lazima. Sisi tunaondoka wote chini. Basi la Mzinze, basi la Oscar, basi la waandishi, wadau wengine tunaondoka chini, ndege ya chini. Ilinga masaa ngapi? Masaa 6. 6 sawa? Sasa kumbe masaa 6? Masaa 6 ali. Tutoka hapa alfajiri, maana tunakula mchana ile. Tunakula mchana. Nyama za kutosha. Nyama za kutosha sana. Lakini Ilinga nyama. Tutabeba. Bila shaka kumbukumbu zipo na hilo jambo linatambulika na linajulikana. Clement Mzinze ameshinda tuzo kubwa sana, goli bora la Afrika. Kila mtu anajua ni mchezaji mkubwa sana. Ukiangalia national team kafanya vizuri sana kwenye mashindano ya Chani. Na hata ukiangalia kwenye klabu yake kafanya vizuri sana. Kwa hiyo nimepata bahati kubwa sana kuja kumshika mkono ndugu yangu. Na watu wanasema ukihitajika utaitwa. Kwa hiyo mimi nimehitajika, nimefarijika sana. Kitu kingine, nampongeza Clement Mzinze kwa jambo ambalo analifanya, kwa sababu wapo wachezaji wakubwa lakini hawakumbuki kwao. Clement Mzinze kwa kiasi anachokipata, kwa kitu anachokipeleka tunaweza kusema ni kidogo sana. Hila kwa Mwenyezi Mungu ni kikubwa sana, na vile vile anakumbuka kwao. Kwenye kukumbuka kwao kaambatana na ndugu yake Oscar. Hivyo mimi na nyinyi ndugu zangu, hebu kwa dogo tutafute jibu. Oscar anacheza Misri. Lakini anatoka Misri anaenda mpaka Iringa, anapeleka kile alichokipata Misri. Kwa hiyo Clement Mzinze na Oscar tunatakiwa tuwaunge mkono na tuwaombee dua. Kwa kitu anachokifanya ni kikubwa sana. Na kitu kingine, ili jambo analofanya Clement Mzinze, ukiingia hata kwenye vitabu vya dini, Mwenyezi Mungu anatusii sana hivi vitu tuvifanye. Kupeleka kile tulichojaliwa kwa watu ambao wenye mahitaji. Kwa hiyo Clement Mzinze, Mwenyezi Mungu akujalie sana ndugu yangu. Jambo unalofanya ni kubwa sana. Kitu kingine, mimi nitakuwepo kwenye hilo tamasha. Ndio sasa si mgeni lazima aandaliwe vitu. Tunasema twende tukaone, sio kulivyo vizuri. Yaani kulivyo vizuri. Twende tukaone Ilinga ilivyo vizuri. Hapo vizuri ndio tutaanza kuangalia. Hakuna sehemu nzuri mimi sijafika kaka. Ndio Ilinga hujafika. Ndio nimekwambia tutakuandalia ulanzi na nyama. Ulanzi ni nini? Pembeni. Ndio utaenda kuona sasa kitu kinaitwa ulanzi. Ukinywa kwanza lazima miguu iwe imekaza. Sinywi. Unipati kaka. Kitu nye mdomoni kikafanya shughuli mguuni. Unipati kaka. Tuendelee kaka. Sasa jamani, kabla ya kufunga tumesema hapa tunaenda Iringa kwa ajili ya kuwashika mkono. Na sehemu ambayo tunaenda kushika mkono katika mkoa wetu wa Iringa ni mojawapo ya hospitali ya Iringa ambayo nitapeleka kifaa kinaitwa ultrasound. Madokta wenyewe wanajua vizuri hicho kifaa. Ni kifaa ultrasound unapeleka? Yeye makofi. Kifaa ambacho kitasaidia wamama wajawazito, watu mbalimbali, kwa sababu ni kifaa kizuri ambacho utaangalia ni nini kinakusumbua na vitu vingine. Ni kifaa kizuri kiukweli. Kwa hiyo nitapeleka katika moja ya hospitali Iringa. Madokta wanatusaidia hapo. UTI kwenye ultrasound inaonekanaga au ina kimo chake?
lakini jambo zuri umefanya. Hicho ni kitu cha bei sana hicho. Shukrani. Mungu akujalie na akuzidishie. Na kingine ambacho tutaenda kukifanya katika mkoa wa Iringa, tutachagua shule moja, nitaenda kujenga vyoo vya shule ambayo kidogo nitaona shule ina changamoto kidogo ya vyoo. Nitapeleka msaada huo wa kujenga vyoo vya shule mojawapo katika mkoa wa Iringa. Na mwisho kabisa nitaingia kwa wanangu wa bodaboda. Hao siwezi kuwatupa, siwezi kuwasahau kabisa, kwa sababu wenyewe wanajua mimi Iringa pale, ndugu yangu uzuri, mimi unajua nilikuwa star toka Iringa kabla sijaja. Ndio maana kwa mimi nilikuwa naitwa Zonzi. Sio nasikitika. Ndio story ya bodaboda hapo. Kwa hiyo nitakuja na bodaboda ni star kwa sababu anakuwa anasafirisha mtu wa mtu. Okay. Twende kwenye bodaboda hapo Mbona umeshika katikati? Ndugu zangu wa bodaboda, tutakuwa pia na kabla ya kitu tunachowafanyia, ulisema wewe ulikuwa bodaboda mimi nilipokuwa bodaboda nilikuwa napaki kijiwe cha aina yoyote mkoa wa Iringa. Popote wewe kama popote ilikuwa ni kambi. Kwa mtu maarufu sana. Na walikuwa wananipokea, na mteja akija wananiambia pakia, pata hela nenda. Kwa sababu ilikuwa ni mtu wa watu, na watu wengi wa bodaboda wanajua katika mkoa wa Iringa. Sio kwamba najisifia, ila ndio ukweli upo hivyo. Nitakuja kwa wanangu wa bodaboda, tutakuwa na nilio ya kujaza mafuta katika pikipiki zenu. Nitawapa helmet pia ndugu zangu wa bodaboda kwa sababu ya kujistiri, kwa sababu mimi nilikuwa sivai, lakini kuna siku nilivaa helmet na nikapata ajali, kichwa kilivyopiga chini, lakini ile helmet ilinisave. Kwa hiyo nakumbuka hicho kitu. Kwa hiyo nitawaletea na wanangu wa bodaboda helmet ya kuvaa katika kujistiri tukiwa tunaendesha hivi vyombo vya moto. Kwa hiyo utanunua pia helmet za kutosha kwa bodaboda. Za kutosha kuwapa wanangu wa bodaboda. Kwa hiyo mtupokee wanangu wa bodaboda. Nimewakumbuka sana wanangu. Nikija lazima nitachagiza, si unajua tena. Lazima kidogo nipige kidogo misele nini na nini. Ili unajua hauwezi kutupa ulikotoka. Lazima ukumbuke kidogo wakati unaendesha wakati unaendesha. Na kingine ni kuhusu sasa page ambayo kila kitu ambacho kitafanyika katika hili tamasha au vitu ambavyo vitakuwa vinaendelea, kuna page ambayo tumeshaiandaa na tayari iko Instagram ambayo inaitwa kama Mzize Foundation. Utaona pale Mzize Foundation, washike mkono. Kwa hiyo tutaitangaza hii leo na tutaposti na tutaitagi hata kwenye page yangu. Hata ndugu yangu Wali hapa atanisaidia pia kuitagi hiyo account ili watu waijue. Mambo yote ya kuhusu ili tamasha yatapatikana katika hiyo page. Kwa hiyo niwashukuru sana ndugu zangu na asanteni sana. Na naamini wana Iringa tunakuja kufurahi, tunakuja kuenjoy kwenye mkoa wetu wa Iringa. Na mambo mengine mbalimbali yataendelea na wengine tutabaki Iringa kwa sababu itakuwa likizo ya ligi yetu itakuwa imesha hiyo. Sasa usijiamulie. Sisi tutajua utakuwa wapi mwezi wa 7. Jamani, kwanza nashukuru ujio wenu. Kweli umenipa faraja kwenye jambo letu hili. Na kikubwa kilichotuleta hapa, mimi narudi Iringa jamani. Narudi Iringa ndugu zangu, na nawaomba ndugu zangu wa Iringa waweze kunipokea. Ndugu yao naenda kuwafanyia kitu ambacho tumekipanga na nitaenda kukielezea. Mimi narudi Iringa tumeandaa tamasha la matamasha yetu ya ligi kiisha, twende kidogo tukafurahi na wana Iringa. Na wana Iringa wenyewe wanajua ni namna gani mimi nilikuwa pale na mpaka hapa nilipofika. Kwa hiyo ni ile kusema nashukuru na asante kwa wana Iringa, na nawapelekea tamasha hili waweze kulipokea na wajue tamasha hili ni la kwao. Kwa hiyo tumewaandalia kitu kizuri, nikiwa mimi, nikiwa na ndugu yangu Oscar, nikiwa na ticha wangu hapa Chitalula. Tumewaandalia kitu kizuri sana. Kwa hiyo ile narudi Iringa na zumuni ni kupeleka wanasema mambo mbalimbali yatafanyika pia kwenye hilo tamasha. Hususa pia tumeliandaa tamasha letu tumeita washike mkono, hususa ni watu ambao wana mahitaji, na tutatembelea sehemu mbalimbali, hususa ni hospitali, tutaenda kwenye elimu pia, tutaenda pia kwenye wanangu wa bodaboda pia sijawasahau. Tutaenda tutawafanyia vitu mbalimbali, naamini watafurahi na wataona kijana wao sijawasahau na ninawakumbuka.
Nawashukuru sana kwa sababu Iringa ni mkoa ambao umenipokea vizuri sana sana sana. Yaani najivunia, ndio maana sometimes mtu anaweza kuuliza hivi Mzize ni mtu wa Iringa au Mzize ni mtu wa wapi? Kiukweli